ya matendo yako makubwa. And that is why, Lord, we are back to say thanks unto you, Lord. As we begin our service this day, Father, Lord, we speak of your Holy Spirit. We pray upon your power and your grace upon us, O King of glory. Lord our Lord, hear this word this morning. May he or her, Lord, be encouraged in the name of Jesus Christ. Me and my interpreter here, God, use us as vessels, O King of glory, so that you may deliver what you have unto people in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And somebody say amen. Amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amina. How many of us are happy to be here today? Balenga bale no mogoko kabale. Balenga bale mogoko tukali tukeni galero. Ni wangapi mmefurahia kufika siku? Bwana Yesu asifiwe. Mwanana wako. Amen, amen. Tuko na kila sababu asubuhi ya leo Ntolene kenenge ncho. ya kumtukuza Bwana wa mbinguni. Yoko motoya Nyasaye itole. Kwa sababu ya wema na fadhili zake. Hakika haijawa rahisi. Sisi tuwe mahali hapa asubuhi ya leo. Imegharimu mkono wa Bwana. Umekuwa mwaka ambao tumepitia changamoto nyingi, vile mimi husema. Tumeona mambo mengi kwa macho yetu. Tumeona vile wapendwa wetu wametuacha. Ndugu zetu na dada zetu wamepitia hali ngumu za magonjwa. Nchi yetu ya Kenya imepitia hali ngumu ya maisha. But licha ya mambo hayo yote, Bwana ametuhifadhi mwaka mzima. And I am so much confident that even these hours that are remaining in this year, the Lord will give us the grace to cross over to the new year in the name of Jesus. The same God who has been with us will be with us also as we are approaching new year. So tunaendelea kusema kwa heri 2023 na mambo yake yote mazito magumu yale tuliyapitia, Bwana anatupigania na anatusaidia. So siku ya leo ni kumshukuru tu Bwana. Our hearts are full of thanksgiving. Hata kama kuna mambo tuliyokuwa tunatarajia na hayakufanyika, we still have a reason to praise the Lord. Kwa maana leo tuko na afya, leo tunapumua. You imagine how many people in the hospital now. But me and you, God has given us the grace. So let us give him thanks. And the Bible says in the book of, so our topic today is thanksgiving to the Lord. And the psalmist says, in the book of Psalms, chapter number 118, verse 24. He says, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Let me repeat. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Psalms chapter number 118, verse number 24. Saburi. Yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. So out of many days that we have ambazo tumekuwa nazo in this year,
Maybe other days umekuwa na mambo mengi mpaka hauna wakati wa kumwambia Bwana asante. You have gone through challenges of every kind. Kwa hili na lile umefunjwa moyo. Kwa hili na lile umevunjika moyo katika safari ya imani. But I want to thank God because of today. Because this is the only day that He has given unto us. In His presence we have come to say thank you, Lord. Hata kama hakutufanyia vile tulivyokuwa tunatarajia, hata kama mambo hayakwenda vile ambavyo tulivyokuwa tumeyapanga, David says, this is the day that the Lord has made. I want to assure you that that Lord that has made this day for you, that God that has given you the gift of life this day, is not yeye hachelewi. Is God at His time, and He does whatever He likes at His proper time. So kuna mambo wakati mwingine umekuwa ukiombea mwaka huu wote na hayajafanikiwa. I want to encourage you that even these few hours that are remaining, the Lord can do for you. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Maadamu Bwana hajawahi kuchelewa, anafanya njia wakati ambapo tumefika mwisho. So mahali pale ambapo tumaini lako lilikuwa limeanza kudidimia, I want to encourage you. I want to strengthen you by the word of the Lord. As the word of God says, and let us rejoice and be glad in this day, because it's the day of the Lord. So wherever you are listening us from, wherever you are watching us from, hata how about tumeketi mahali hapa, may whatever that we ask you from the Lord and receive the rain come to us today in the name of Jesus Christ. May you receive whatever that you ask from the Lord, because this is the only day. This morning when I was praying here, I told God, anything that I prayed for this year na hakijatimia, I am very confident in you. And this day, before we enter into the new year, I'm receiving it in the name of Jesus. I told God, whoever that I prayed for something na hajapokea, asifunge mwaka akisema mbona mimi sikutendewa. So I sent the word of God, and I am so much confident, I know that the Lord is doing something today. So that is why I want to urge someone by this word that this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on this day. So wherever you are, have peace, because this is your day. The Lord is doing something new in your life in the name of Jesus. Hallelujah. The Lord is doing something new in your life in Jesus' name. Amen. So I want us to open the book of Isaiah. This is where I was reading from. Isaiah chapter number 12.
verse number 4 and 5. And this is what the Bible says. And you will say in that day, give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people, proclaim his name is exalted. Number 5, the Bible says, sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known to all nations. Yes. 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 Praise the Lord. Amen. And this is the word of God. So here Isaiah the prophet of the Lord says that on that day, that day which I said in the psalmist, he says that this is the day that the Lord has made. That day like today, we are here in the house of the Lord. Our lips are full of thanksgiving. Some of us, we are happy because the Lord has done unto us. Until we cannot express what God has done unto us. So here Isaiah says, and on that day you will say, that day which is today, I want us to say these words. So he says that this is what we will say. Give thanks to the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among his people. Proclaim that his name is exalted. So here he is telling us that he is giving us a lesson of giving thanks. Reason number 1, he says, call upon his name and make known his deeds among people. So what he wants us to give thanks to, in our way of giving thanks, because we are, you cannot give thanks before God has done anything for you. So those people that God has done something to, I believe that you and me, God has done something unto our lives. So Isaiah says, we should proclaim to the people of the nations. We should proclaim that his name has been exalted. So there are people that doesn't believe in the Lord. So here we are encouraged. We as the children of God, we that the Lord has done something unto us and we know ya kwamba tutangazie mataifa kile ambacho Bwana ametufanyia. Tutangaze ili jina lake likaweze kuinuliwa. So he said one in the house ambaye Bwana amefanyia jambo. Praise the Lord. Kuna mtu hapa ndani ambaye Bwana amefanyia jambo mwaka huu. So, kwa hilo jambo ambalo Bwana amekufanyia, usilinyamazie. Go forth. Tell the nations what God has done. Hallelujah. Pengine ulikuwa mgonjwa ukakaa kwa kitanda mpaka ukakosa tumaini. Hata watu walipokutembelea walisema ya kwamba huyu
lakini kwa maombi na kumtegemea Bwana, Bwana akakuinua kwa nguvu zake. Tell the nations that I was sick, but the Lord came for my rescue. He healed me, so that people may exalt the name of your Lord. So that people may declare that the Lord your God is the one to be exalted. Yes, the testimonies of what God has done to you will make the name of the Lord be exalted. So it's not, yani sio kiburi kutangazia. Yani unajua, unaweza fikiria ya kwamba kuambia watu wengine ufikiria ya kwamba kuambia watu chenye Mungu amekufanyia ni kuchigamba. Sio kuchigamba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Me I'm so proud when I testify what God has done. Because I know after testimony, someone might be struggling with something. Na huyo mtu pia atakuja atumainie Bwana pia atendewe. So we exalt the name of the Lord by declaring his mighty deeds. And what if you pray and the God hakuanza? What will you do? Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba hautakuwa na nguvu ya kumshukuru Bwana. Utakuwa na maswali tu, utasema mbona mimi? Utafute redio uweke ule wimbo wa why me, mbona mimi? Bwana Yesu asifiwe. But I want to urge you, hata kwa kibali tu leo unapumua tu hivi, you have a lesson to thank God. Tell him, God, thank you. Hallelujah. Let your name be praised. There is no any other God like you, Jesus. You are my Savior and my deliverer. Usome ile andiko liko hapa juu, useme not by might nor by power, but by your spirit. Praise the Lord. Amen. So it is not by power. Let us declare the mighty deeds of the Lord. So in verse number 5, the Bible says, sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Hallelujah. Amen. We are reading from the book of Psalms, the book of Isaiah, chapter number 12. We are reading Isaiah now, 12, verse number 4 and 5. So we are done with number 5. Number 4, we are number 6 now. Now, he says, sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known to all the earth. So here Isaiah, the prophet of the Lord, is telling us that for what God has done, let us bring it into a song. Bwana Yesu asifiwe. You can create a song of what God has done to you. You go forth and sing that song. Hallelujah. Amen. Make the nations know what the Lord has done to you through the song. So it's good to sing of what God has done. So this morning, may you have a song of what God has done for you through the year. In the name of Jesus Christ, as you are seated there, before we come to the end of this service, you begin to look at what God has done. Combine it
Put it together before this day ends. Make a song and sing to the Lord. I remember the journey of the children of Israel. Walipitia mambo mengi njiani. So the Bible says that when they came near the Red Sea, many of them walikosa tumaini because they thought that there was no way. Pharaoh was following them from behind, so they lost the hope. But when the servant of the Lord Moses called upon God, the Bible says that God made a way, and it was not just a way. After the children of Israel have crossed the Red Sea now, the Bible says that Miriam sang a song to the Lord. He sings and he says, "Oh, the Lord, who is like you in all the earth? Ni nani anayeweza tenda matendo makubwa kama haya?" So after they have seen what God had done unto them, they created and they made a song which they sang to their God. So as you are here today, in this big day that the Lord has made, oh, may you have a song in your heart. Never cross over to the next year. Usifuke mwaka mwingine without a song. Praise the Lord. Amen. As you go out of here today, may you tell people what God has done in the name of Jesus Christ. So make known to the whole world. Make known to the whole world that the Lord has done glorious things. Hebu tu jaribu kufikiria. Jaribu kufikiria isingelikuwa Mungu. Isingelikuwa Mungu. Ni mangapi maadui zetu walitupangia. Ni majaribu aina gani yaani umekumbana nayo mwaka huu lakini Bwana akakushindia. Ni mitego mingi iliyotegwa kwa ajili yako. Magonjwa yalikuandama. Ulikosa pesa. Umekosa mambo mengi ambayo ulikuwa unayahitaji. Lakini Bwana leo amekupa nafasi ya kufika mahali hapa. This morning as I was praying, it came into my mind. So I began to think of our beloved ones who went to be with God this year. Great women of God. Great men of God. Our very closest friends. Yani hivyo tu walienda. Lakini sisi Bwana ametupa neema ya kuwa mahali hapa. So we have to rejoice over this day. Let us sing a song of praise to the Lord for what He has done unto us. In the name of Jesus Christ. So may God give you a song. Before this day ends, may you give a praise song to the Lord. You sing to Him for what He has done to you. Proclaim, let your neighbors know that the Lord has done for you. Hallelujah. Let even your children know that our mom, the Lord has done unto our mom. So as you go confess to them what God has done, and the Lord will bless you. Amen. Amen. Psalms 107. As we are giving thanks to the Lord, 107.
Saburi emia ya mona isana ibere. Verse number 1 to 3. Aya mogo ikaisatu. And this is what the Bible says. Aya na ara Biblia gukwana. Oh, give thanks to the Lord, for he is good. For his steadfast love endures forever. Verse number 2, the Bible says, let the redeemed of the Lord say so, whom he has redeemed from trouble. Verse number 3, and they gathered in from the lands, from the east and from the west, from the north and from the south. Read there. Saburi mia ya mona isana ibere ushakira ya moika isato mwakira monene ngambi ya mono ekiagerere no muya no gwanchani bwaye ni gobogenderete guika kare na kare. Yes. Abantu abo omonene aboretie tigabakwana iga. Yes. Abo aboririe korwa soko bako kumo chani obasangereirie obarentire korwa se chinse ao korwa mocha na bosongo na korwa subusu na iliani. Praise the Lord. Amen. So here again the psalmist is encouraging us. He tells us that give thanks to the Lord, for he is good. So in everything, in your daily lives, the Lord, you make it your habit that God is good in all situations. It doesn't matter what you face in your daily life, but let it be in your heart that the Lord is good. Confess always. When you are challenged, you say God is good. So he says, why should we say thanks to the Lord? His love endures forever. Praise the Lord. Amen. So the love of God does never cease. It's everlasting love. So that's why we are encouraged that we should give thanks to the Lord always. Not when we feel like giving him thanks. Not when we feel like. We should give thanks to the Lord always. Hallelujah. Amen. When things are good, we have to say thank you, Lord. When we are tossed by the challenge and whatever, we should say thank you, Lord. So let this word thanks to the Lord abide in our tongues and in our lips. In anything that God does, you just say thank you, Lord. Even when you are sick, say, Lord, thank you because you will heal me. When he has not met the desires of your heart, then God, I know you will. Hallelujah. Give thanks to him always. Make it known that the Lord is able. Hata kama atakutendea leo, kesho anakutendea. That is why I told you kwamba kuna mambo yamekawia mwaka huu wote. But between these few minutes, these few hours that are remaining for us to cross over to the new year, the Lord is not limited. He can do for you. How many have faith that the Lord can do? Yale yote ambayo yamechelewa mwaka huu Bwana anaweza kuyafanya leo. And may that be your portion in the name of Jesus. May you receive it in the name of Jesus. Whatever that you prayed for, na ukaona ya kwamba kimechelewa, Bwana na akakutendea kwa utukufu wa jina lake. Before this day ends, you receive it and have a song. Oh, may God give you a song in the name of Jesus.
You are going to testify. Hallelujah. Amen. MD, may you be healed in the name of Jesus. Pia mimi nilikuwa na homa, niko na homa, nimekuwa na homa sana. So nimekuwa like 2 weeks, 2 weeks. So nilienda chuzi, nikapewa madawa. So I was telling God from yesterday, nilikuwa nasema I was testifying, God, I don't want to cross over to the new year with these drugs. So hata saizi sichakunywa, ninaenda kuzitupa saizi before because the Lord is healing me now in the name of Jesus Christ. So the Bible says that let the redeemed ones of the Lord say so. Yes, that it is the Lord who redeemed you. Wengine wakakuja kama wale marafiki wa Ayubu, advice vibaya. Bwana Yesu asifiwe. One of us was testifying. Unaweza tafutia hapa chini. Yaani I was imagining unaweza kutafuta msaada kwa waganga na wengine hao wenye amesema wa chini. Mpaka 17 hapo hivyo. Tunamalizia hapo. Amen. And this is what the Bible says. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and then be thankful. Let the word of God dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with the thankfulness in your hearts to God. Verse number 17. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Yes. Tigo marembo Kristo ogambere chinkoro cheino. Yeah. Noro mwarangeretiwe asomobero yomo. Yeah. Na mobe abamo koiraneri ngambu ya mono. Amen. Lingana lia Kristo limenya asobonga imeya ino. Mobe mo kworokererania na gotebererania asobonga ini wonsi. Yes. Mo gotera asichisaburi na matera ne chingaro chiomoika. Yes. Asobo akeranya sainga mbu ya mono asichinkoro cheino ime. Yes. Nakera ekimogo kora asamangana gose asogo kora. Yes. Mokore keregento aserieta lio monene Yesu. Moko mwakera nyasaye tata ngambu ya mono goetera asali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. So as I finish this morning, I want to declare unto you, nataka tu liwe ombi langu kwenu asubuhi ya leo, that may the peace of our God, may the joy of our everlasting Father, may that peace that God sent, which is Christ Jesus, reign over your hearts. May it rule in every part of your life. In the name of Jesus Christ, we have been called for peace. Hallelujah. Amen. So let us be thankful to God. Let us be thankful to God. Whatever that we do, when we speak, let our words be the words that are giving thanks to the Lord. In our walk, let us walk in a manner that is pleasing unto the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So kwa matendo na kwa maneno, wacha tutembee kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Tuelimishane
tuelimishane kwa hekima. Amen. Amen. So he says here, because we have been called by God, so we should come together and sing psalms and hymns and the spiritual songs to the Lord. As we are crossing over to the new year, I want to declare that may the peace of our God rule over our hearts in the name of Jesus Christ. That peace that we never had this year that we are ending, may God give it unto us in the name of Jesus Christ. May whatever that disturbed our peace get out of our way in the name of Jesus. As we are approaching the new year, the peace of God will be our portion. We shall walk in the ways of the Lord. We will aspire to talk like children of God. Let us aspire to come together because we have been called to become one body. Even as we sing psalms to the Lord, as we sing the spiritual hymns to Him, in the name of Jesus, and whatever that we are going to do in the coming year, be something that gives thanks to the Lord. Amen, amen. May the peace of our God be upon you. Wakati mfupi ambao umebakia tumalize mwaka, Bwana atupe rehema. The first verse that we read here, Psalms 118 verse number 24. The Bible says, this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. So as we are worshiping the Lord this day, let us have joy in our hearts. In the name of Jesus Christ. So ningependa tunavyoelekea kuomba tusimame juu. Tumwambie Bwana ni asante kwa sababu ya ulinzi wake mwaka mzima. Tumwambie Bwana ni asante kwa sababu anatupa neema. Siku hii yale yote ambayo yalichelewa Bwana anayatimiza kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Oh, haijawa rahisi sisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu mkono wa Mungu umenibeba. Hebu tutupe mikono yetu juu kwa dakika moja tu. Nataka ufikirie yale ambayo Bwana amekutendea. Tazama tu maisha yako jinsi ambavyo yamekuwa mwaka huu.
Hebu ona kama kuna lile ambalo linaloweza kukufanya umwambie Bwana ni asante. Hata kama hakufanya lile na lile, lakini alikufanyia hili. Hilo tu lenye alikufanyia linapasa kumbe asante. So kwa dakika moja tu mwambie Bwana ni asante kwa sababu amekulinda. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu nilikuhitaji, nilikuita kwa jambo hili ukashuka kwa ajili yangu. Oh Bwana, tunakutukuza asubuhi ya leo. Tunasema ni asante, tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante, tunasema ni asante Bwana. Haikuwa rahisi, haikuwa rahisi, haikuwa rahisi Bwana. Tangu tuanze mwaka huu tarehe 1 mfalme wa wafalme kufika leo, imegharimu mkono wako Mwenyezi Mungu, imegharimu mkono wako, imegharimu mkono wako. Oh, tumepitia mengi yametufunja moyo, tumepitia mengi Bwana ambaye angetufanya tusiendelee, lakini Bwana kwa neno lako, kwa nguvu zako umetulinda. Tulipokuwa wagonjwa Bwana ukatuponya, tulipokosa hili na lile Bwana ukaingilia ukatusaidia, tulipokosa tumaini Bwana ukaja ukatupa tumaini, tulipotengwa na marafiki wetu Bwana ukaingilia ukawa rafiki yetu. Oh Bwana, tuliponyanyaswa na wapendwa wetu Bwana, adui zetu walipotuinukia mwaka huu ulisimama na sisi, hata kama tulijaribiwa haukutuacha tufie katika majaribu. Ana neno lako Bwana linasema ya kwamba mengi ni majaribu na mateso ya wenye haki, lakini wewe unawaokoa Bwana siku ya leo. Oh, we have a song in our hearts. We have a song in our hearts that our God you have done unto us. We have a song in our lips that all through the year wewe umetutendea. Asante kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wako mahali hapa Bwana. Oh, wana wimbo wa yale Bwana umewatendea, wana ushuhuda ya kwamba Bwana umewatendea mwaka huu. Oh, wanaposhuhudia matendo yako ulimwengu na ujue ya kwamba mwaka huu hatungeweza bila nguvu zako. Bwana, it wasn't by our might, it wasn't by our power, but by your spirit, oh God, as you say so. In the name of the Lord, Lord, we thank you, Lord, we thank you. Oh, this is the day that Lord you have made for us, and thanksgiving day unto you, Lord, for all that you have done. Bwana, tunakushukuru kwa yale ambayo umetutendea, pia yale Bwana ambayo tulikuwa tunayatarajia na hayakutimia kwa wakati umesalia Bwana, tumalize mwaka huu. Wewe Bwana unaweza kutenda, wewe Bwana unaweza kututendea. Tendea mtu jambo ili akakushuhudie, tendea mtu muujiza wake Bwana siku hii ili akakushuhudie. Kabla ya kesho watu wache na nyimbo Bwana wakikushuhudia matendo yako makubwa katika jina la Yesu. Waliokosa tumaini Bwana siku hii ya leo wape tumaini katika jina la Yesu. Miujiza iliyochelewa wakati ambao umebaki Bwana unaweza kutendea mtu, Bwana unaweza kutendea mtu. Hebu wale ambao tuko hapa ndani tuwe na imani ya kwamba Bwana anaweza kututendea tena. Jina la Bwana lisifiwe, jina la Bwana litukuzwe milele yote, kwa kuwa yeye ni Mungu. Bwana tunakushukuru, tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako. Ni vizuri Bwana tunapokushukuru kwa sababu umetutendea. Asante kwa sababu umesikia ombi hili yaliyochelewa, yaliyo Bwana andikwa kwa ajili yetu mwaka huu yakazuiliwa. Wewe Bwana unayaachilia kwetu. Jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe, kwa maana wewe ni Bwana. Pokea sifa maana unastahili. Wewe ni Mungu uliye mwaminifu, wewe ni Mungu uliye mtakatifu. Jina lako litukuzwe Bwana. Hallelujah. We thank you Lord. We worship you King of glory. Amen. Mungu wa mbingu na nchi, mfalme wa wafalme, asante kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Umetutenda mema, umetuonekania, umeweza kutupigania zaidi ya vile mwanadamu anaweza kutupigania.
Tumeona nguvu zako katika mwaka huu. Umetembea pamoja nasi Bwana, umetushikilia wakati mwingine tulipokuwa hatuwezi. Bwana ukasimama pamoja nasi. Umetembea nasi katika mahali ambapo watu wengi wameanguka. Umeweza kutuponya magonjwa yetu. Umeweza kutuinua Bwana kutoka kwa makaburi. Umesimama pamoja nasi katika familia zetu. Umeweza kututenda mema. Bwana wa majeshi, katika ndani ya moto umetuokoa. Ndani ya mashimo umesimama pamoja nasi Bwana. Katika maji mengi umeweza kutusaidia Jehova. Hautatuajilia tuweze kuchukuliwa na maadui zetu. Maadui zetu wakaweza kufurahia Bwana kushindwa kwetu. Bwana umeweza kusimama pamoja nasi mbali huu. Tangu tulipoanza mwaka tumekuona, na leo ikiwa ni siku ya mwisho katika mwaka wa 2023 na Jumapili ya mwisho Bwana, katika madhabahu haya natamka baraka, natamka neema, natamka nguvu zako. Shukrani zetu kwako Bwana, maana matendo yako ni ya ajabu. Bariki kila mmoja, iwa kila mmoja, na hata katika ibada yetu leo Bwana uendelee kutubariki, uendelee kututendea mema, ili kwamba tuwe na sababu ya kusema kwamba isingelikuwa ni Mungu alisimama pamoja nasi katika mwaka wa 2023 Bwana, tungeweza kuchukuliwa na maadui zetu, lakini kwa uwezo wako na nguvu zako umetutenda mema. Tuko na kile sababu ya kusema kwamba wewe ni Bwana na ni Mwokozi katika maisha yetu. Mfalme, abariki mtumishi wako ambaye ameweza kutusungumzia Pastor David, muongezee mengi Bwana, na tunaomba kwamba utamtumika kwa vipindi vingine nafasi itakapopatikana, ili jina lako liinuliwe. Na wale wachungaji wengine watakaopata nafasi kwa ajili ya kusimama nyuma ya madhabahu haya, ninawaombea wabariki, wafunike na damu yako, ukawatumikie kadri ya mapenzi yako, maana ni mema. Haya ndio maombi yetu tunapoingia katika ibada nyingine ambayo ni ya mafundisho ya Sunday School. Ninaomba neema yako itoshe, na kisha baadaye tutakapoingia main service, neema yako iwe juu yetu, na sifa na utukufu kurudie milele yote, maana ni mema. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amen. Amen. Bwana akubariki sana. Unapoingiza mkono wako kwa mfuko, uweze kutoa sadaka ya kumshukuru Mungu na kusema kwamba amekuwa katika upande wetu, ametupigania, ametuleta umbali huu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo kama uko hapa ndani ya jaji, unaweza kuleta hapa mbele, na kama uko mbali pia unaweza kufanya kazi ya Bwana kupitia hiyo namba unaona inapita hapo kwa runinga, na wale ambao labda mko hapa unaweza kutoa hapa mbele, na jina la Bwana litabarikiwa milele yote. Bwana wabariki sana, Bwana watende mema. Pia tunashukuru kwa sababu ya sayari wamekuwa wabaraka kwetu sana, na pamoja na wale wote ambao wamesupport mwaka huu, ili kwamba neno la Bwana liweze kuendelea. Bwana wabariki, Bwana watende mema, Bwana waonekanie, Bwana wapiganie katika njia zote, kwa kuwa yeye ni Mungu mkuu. Tuende katika madarasa yetu ya Sunday School, na kisha baadaye tutakuja kwa main service. Saa 4 kamili tutakuwa tumemaliza ibada yetu ama mafundisho ya Sunday School, alafu baadaye tuweze kuingia katika main service ambayo itakuwa ni ibada ya baraka nyingi. Na kama uko karibu ama mbali, karibu uje tubarikiwe pamoja kwa jina la Yesu Kristo. Na Bwana awabariki, na Bwana awatendee mema katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Amen.